Leo tunataka tuingie tena katika kitabu cha Matendo mlango wa 8. We want to get into the book of Acts chapter 8. Tumekuwa tukiangalia katika kitabu cha Matendo. We have been looking in the book of Acts. Tukiona nguvu za Mungu katika maisha ya Mkristo. And we are seeing the power of God in the life of a believer. Mimi nimesaidika sana. I have been helped a lot katika mafunzo haya. in this teaching. Wakati najisi na nguvu, When I feel like I am weak, nakumbuka kuna nguvu. I remember that there is power. Maombi yangu yamebadilika, My prayer has changed. maisha yangu yamebadilika, My life has changed kwa sababu sasa ninaamini kile ambacho nafunza. because I believe what I am teaching. Kuna nguvu. There is power. Kuna nguvu katika Kristo. There is power in Christ. Nina nguvu katika Kristo kuwa mwalimu mzuri. I have power in Christ to be a good teacher. Nina nguvu katika Kristo kuwa mume mzuri. I have power in Christ to be a good husband. Nina nguvu katika Kristo kuwa mchungaji mzuri. I have power in Christ to be a good pastor. Nina nguvu katika Kristo kusamehe. I have power in Christ to forgive. Kuna vitu ambavyo Mungu amenisaidia kuona kwamba katika yeye ninaweza. There are many things that God has helped me to see that in Him I am able. Na kila mlango katika kitabu hiki inatuonyesha nguvu za Bwana. And on each chapter in this book it shows us the power of God. Kwa hivyo nataka sasa tuingie mlango wa 8. So I want us to get to chapter 8. Tutaomba alafu tutaanza. We will pray and then we'll begin. Hebu tuombe. Let's pray. Baba, tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwema. Tunakuabudu kwa sababu nastahili. Rehema na nguvu zinatoka kwako. Hakuna mwingine kama wewe. Kwa hivyo tunapokuja katika kitabu hiki tena, tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu zitatujaza tena. Nguvu za Roho Mtakatifu zitafungua kila sikio la mmoja wetu hapa. Wewe utanena na watu wako, utaguza mioyo na utashibisha kila hitaji ambalo liko hapa leo. Kuna nguvu katika Kristo kuokoa. Kuna nguvu katika Kristo kuponya. Kuna nguvu katika Kristo kufanya yale ambao umepanga kufanya. Tunaomba kwamba utatenda mema leo katika kanisa. Bariki kila mmoja wetu. Ni katika Kristo tumeomba. Amina. Amen. Sasa tuingie katika kitabu cha Matendo. Let's go in the book of Acts. Nitawaambia kinachoendelea katika hicho kitabu. I will tell you what is going on in the book. Alafu tutaendelea. And then we'll go on. Nani anakumbuka Acts 1:8? Who remembers Acts 1:8? Kuna nguvu There is power katika Kristo. in Christ. Kuwa mwanafunzi mzuri. To be a good student, kuna nguvu. there is power. Sasa tuangalie katika mlango wa 8. Let's look in chapter 8. Katika mlango wa 8 In chapter 8, kuna watu 4 there are 4 people. ambao nataka tujadilia. Watano na nataka tujadili. There are 5 people that I want us to. Wa kwanza ni Paulo. Anaitwa Sauli wakati huu. The first one is Paul. He is called Saul at this time. Yeye wakati huu At this time, amekasirika. he is angry. Anataka kutesa kanisa. He wants to persecute the church. Stefano ashauawa katika mlango wa 7. Stephen has already been killed in chapter 7. Alafu Paulo anaanza kutafuta yeyote ambaye anasema ameokoka, anamuua. And Paul is looking for anyone who is saved and he's Wa killed. mama, wa baba, watoto. Men, women and children. Kwa hivyo anaingia katika kile nyumba He's going into each house. akitafuta. He's looking. Mtu wa pili ambao nataka tuangalie leo The second person I want us to look at, ni shemasi anaitwa Filipo, there is a deacon called Philip ambaye sasa anakuwa mwinjilisti that becomes an evangelist. na anaanza kuhubiri, And he begins to preach. na anahubiri kitu kimoja tu, And he preaches one thing. Kristo. Christ. Kristo. Christ. Mtu wa tatu The third person ambao tunataka tuangalie leo that I want us to look at today ni Wasamaria. are Samaritans. Wao wako katika mji fulani, They are in a certain city. wanamngojea Kristo, They're waiting for Christ. lakini wakati huu But at this time, wamerogwa, they have been bewitched. hawezi kusikia chochote. They cannot hear anything. Kuna mtu katika huo kijiji anaitwa Simioni There is a person in that village called ambaye ni Simeon mchawi, that is a sorcerer. ambaye amewaroga
that has bewitched them. ambao sasa hawasikii neno la Bwana. They cannot hear the word of God. Alafu jambo la tatu ambalo tutaangalia, la tano ambalo tutaangalia, The fifth one that I want us to look at, tutaona yule towashi ambaye anatoka Ethiopia, there is a eunuch from Ethiopia. ambaye anamtafuta Mungu He is looking for na God Mungu anampata. and God finds him. Kwa hivyo tuanze Let's begin. mlango wa 8 mstari wa kwanza. Chapter 8 verse 1. Tutasoma vifungu kidogo kidogo tu, We will read just a few verses, na yule ambaye ana Biblia ya Kinyarwanda atatusaidia. and whoever has a Kinyarwanda Bible can help us. Mstari wa kwanza. Verse 1. Siku ile kukatukia adha kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu. Wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi ya Samaria, isipokuwa hao mitume. Watu wataua wakamzika Stefano, wakamfanyia maombolezo makuu. Sauli akaliharibu kanisa, akaingia kila nyumba na kuwavuruta waume na wanawake na kuwatupa gerezani. And Saul approved of his execution, and there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Devout men buried Stephen and made great lamentation over him. But Saul was ravaging the church, and entering house after house, he dragged off men and women and committed them to prison. Speranze. Read verse 4. So verse 4. Amen. Sasa kanisa limeanza kuteswa. The church is being persecuted. Paulo anawatafuta, Paul is looking for anaingia kwa nyumba, He goes to house. anauliza wewe umeokoka? He asks them, are you Sema saved? ndio, ingia pale. If you say yes, Unapelekwa gerezani, you're taken to jail. wengine wanauawa, Others are killed. wengine wanafungwa, Others are jailed. wengine wanafanyiwa mambo mabaya sana. Others are just going through a lot of suffering. Kwa hivyo hiyo ndio kanisa sasa. That is the church. Waliokuwa na kazi Those who had work, wanapoteza kazi. they lose their work. Hii si wakati wa kwanza kanisa kupitia mambo mazito. This is not the first time for church to go through. Imekuwepo kutoka mwanzo. It's always been there. Kwa hivyo kama unapitia jambo ngumu, So if you're going through something, usifikirie ni wewe peke yako tu. don't just think that it's you. Ukisikia kama shetani anakufinya, If you feel like the devil is squeezing, sio wewe tu, it's not just you. ni hali ya maisha ya Mkristo, It's the way of life for a believer. ambapo Mkristo anaposema nimeokoka, Because when a believer says that they are saved, anakuwa kama sasa anapigana na shetani. they are now declaring war with the devil. Kwa hivyo wanashikwa, So they are arrested, wanawekwa gerezani. they are put in jail. Lakini mstari wa 4, But verse 4, wakatawanyika they were scattered. na walikoenda And where they went, wakaenda kuhubiri. they went and preached. Kila wakati Every time kanisa linapofinywa when the church is squeezed, linaenea they scattered and grow. and grow. Kama kuna kanisa kubwa sana duniani sasa hivi, If there is a big church in the world, unajua liko wapi? do you know where it is? Liko China, It's in China, sio hapa. not here. Na kwa nini liko China? Why is it in China? Kwa sababu ukiwa Mkristo China Because if you're a Christian in China, unateswa, you are persecuted. lakini hapa But here,
God bless you. Kila mahali hapa, si ndio? Everywhere you go, God bless you. Ukimwaga chai, oh God bless you. If you pour tea, God bless you. Ukianguka, oh God bless you. If you fall down, God bless you. Ama hapa wanasemaga bless. Wanasema namna gani? Yeah, bless your heart. Eh? Chochote tu bless your heart. Anything, bless your heart. Mtu mwingine alimpigia simu akasema so and so called me and he blessed me. Someone called me and told me that so and so called me and akanibariki. Sasa me, I thought he was blessed. I didn't know that he was being cursed. Yeah, ukisema I was blessed. So saa zingine inamaanisha kuonewa. Is that right? Yeah, bless your heart. It's an insult. It's an insult, yeah. I missed that. When? Yani kama mtu anakuambia nikisema Tito aliniita bwana akani bless, inamaanisha aliniita akanisomea. Oh. Okay. So hiyo ndio kanisa hapa. So that is the church. Lakini kanisa hili linapitia mazito. But this church is going through hard times. Nataka nikuhimiza tu. I want to advise. Kama unapitia mambo mazito, If you're going through a hard time, ndivyo ilivyo. that's how it is. Mungu atakusaidia. God will help you. Mtu wa pili. The second person. Sasa yeye Stefano anaanza kuhubiri. Stephen begins to preach. Mstari wa 5. Verse 5. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akahubiri Kristo. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them the Christ. Esperance, you have it? Uh-huh. Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samariya ababwiriza ibya Kristo. Alihubiri nani? He preached Kristo. Christ. Ukihubiri kitu kingine hayo ni yako. When you preach any other thing, that's on you. Lakini mahubiri ya injili ni Kristo. But the preaching of the gospel is Christ. Tukienda hapa tuanze vitu vingine hiyo ni tofauti. If we keep going here and do other things, those are different. Lakini kanisa ni kuhubiri Kristo. But the church is to preach Christ. Kwa hivyo Filipo anapoenda Samaria, So when Philip goes to Samaria, anahubiri tu kitu kimoja, he preaches one thing, Kristo. Christ. Hata hakuhubiri ati watu waponywe, He did not preach healing. hakuhubiri ati watu watolewe mapepo, He did not preach people to be. alihubiri Kristo. He preached Christ. La katika kuhubiri Kristo, In preaching Christ, watu waliponywa, people were healed, mapepo yakashindwa, demons left, lakini aliyehubiriwa ni Kristo. but the one who was proclaimed is Christ. Kristo. Christ. Sasa yeye anaanza kuhubiri, So he begins to preach. anaenda Samaria. He goes to Hebu Samaria. tuzungumzie Samaria kidogo. Let's speak a little bit about Samaria. Mstari wa 6. Verse 6. Na makutano wa 100 wakasikiliza maneno yake yaliyosemwa na Filipo, wakakusanya na kuziona ishara alizokuwa akizifanya. Kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi walipooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Mtu mmoja jina lake Simioni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Samaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza, tangu mdogo hata mkubwa, wakisema, mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Verse 6. And the crowds with one accord paid attention to what was being said by Philip when they heard him and saw the signs that he did. For unclean spirits, crying out with a loud voice, came out of many who had them, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was much joy in that city. But there was a man named Simon who had previously practiced magic in the city and amazed the people of Samaria, saying that he himself was somebody great. They all paid attention to him from the least to the greatest, saying, this man is the power of God that is called great. Abaho benshi baraterana bumva ibyo Filipo avuga n'umutima uhuye bamwitayeho bumvise
benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo basakuza cyane, n'abari baremaye n'abacumbagira benshi barakizwa. Haba umunezero mwinshi muri uwo mudugudu. Hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni wabaga muri uwo mudugudu, agatangaza ubwoko bw'Abasamariya akiyita ukomeye. Baramwumvaga bamwitayeho bose. Abakomeye n'aboroheje bati, uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Icyatumaga bamwitaho nuko uhereye kera yajyaga abatangarisha iby'ubukonikoni bwe. Amen. Sasa wao wanasikiza Injili, They're hearing the gospel. wanamsikia Filipo, They hear Philip. wanafurahia mahubiri yake. They rejoice at his preaching. Kwa hivyo hatujaambiwa kama wameokoka kama bado. We are not told that they are saved. Or not. Wanasikia Injili, They hear the gospel. wanaona watu wanapona, They see people being wanaona mapepo yanatolewa, They see demons leave. lakini hatujaambiwa kama wameokoka. But we're not told. That Lakini kuna mtu hapo but there is someone there ambaye Biblia inamuita mchawi, that the Bible calls him a sorcerer. ni Simioni. It is Simon. Kila mtu Samaria anamjua. Everyone in Samaria. Kama una shida, enda kwa Simioni. If you have a problem, go to Simon. Hebu turudi nyuma kidogo. Let's go back a bit. Katika Yohana mlango wa 4, In John chapter 4, Yesu anapitia Samaria, Jesus goes through Samaria. anakutana na mwanamke pale He meets with a woman ambaye iko karibu na mahali pa kuchota maji. who is at the well, Anaanza kumshuhudia. and he begins to witness to her. Ule mwanamke anasema tunangojea Masia. And the woman says that we are waiting for the Messiah. Yesu anamwambia ndio huyu anaongea na wewe. And Jesus tells her that I am the one who is speaking to you. Turudi nyuma kidogo. Let's go back. Wasamaria Samaritans, walikuwa Wayahudi ambao walikuwa wamechanganyika. they were Jews who had mixed with other tribes. Ndio, walikuwa wameoa na watu wengine. They had married other people. Kwa hivyo hawakuwa wanachukuliwa kama Wayahudi halisi. So they were not looked at as original Jews. Wasamaria na Wayahudi walikuwa wanachukiana. Samaritans and Jews were rivals. Ndio ukiona katika hadithi za Yesu So that's why you see in the stories of Jesus, kuna ile ya Msamaria mwema, there is about a good Samaritan. ambaye Msamaria anafanya mambo mazuri. That a Samaritan is doing something Wayahudi good. hawakutaka hiyo. The Jews did not like. Kwa hivyo sasa katika hiki kijiji chao In this village, kuna mchawi. there is a sorcerer. Mchawi ambaye amewafunga, A sorcerer who has bound them. bound them. Na wanafikiria anatoka kwa Mungu. And they think that he is from God. Na kweli ni mchawi. But he is a Anafanya maajabu maajabu. He's doing weird things. Kama una shida na jirani yako, If you have a problem with your naenda neighbor, kwake, you go to him, anakuonyesha nywele yako ambayo jirani yako amechukua, shows you your hair that your neighbor has taken, na anasema jirani yako amekuroga. and he says that your neighbor has bewitched you. Kama upendi jirani yako, If you do not like your unaenda kwa huyu mchawi you go to this na man kuku, with a namwambia huyu jamaa nataka aache kazi, you tell him that I want this neighbor to stop working, mrogi. and he starts bewitching them. Sasa walikuwa wameshikwa, They were bound. walikuwa na wasiwasi. They were worried. Wakati hiyo ndio wanajua tu This is what they know at this time. kuna mrogi. There is a sorcerer. Lakini Filipo anapokuja, But when Philip comes, wanasikia habari nyingine tofauti, they hear a different news. na wanaposikia hiyo habari When they hear this news, wanaokoka. they are saved. Mstari wa 10, Verse 10. wote wakimsikiza tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni wa uwezo wa Mungu ule mkuu, wakimsikiliza kwa maana wameshangazwa muda mwingi na uchawi wake. Sasa mstari wa 12, lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Kristo, wakabatizwa waume kwa wanawake. Mstari wa 12, From verse 12, just verse 12. verse 12.
But when they believed Philip as he preached good news about the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. 12. ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza ariko ababwira ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo barabatizwa abagabo n'abagore. Amen. Waliposikia habari njema, When they had the good news, habari njema the good news ya Kristo, of Christ, kwamba Yesu anaokoa, that Jesus saved, kwamba Yesu anaweka huru, that Jesus sets free, wakaokoka, they were saved wakabatizwa. and they were baptized. Sijui wewe ulikulia kijiji gani, I don't know which village you grew up lakini in. kijiji kwetu In my village, tulikuwa tunajua kuna wachawi we knew that there were sorcerers na kuna watu wanafanya vitu. and there are people who do. Ukienda nyumbani asubuhi When you go at home upate chura pale amewekwa na kijiti, and you find a frog with a stick, unajua mchawi alikuwa hapa. you know that a sorcerer. Kwa hivyo unaenda ile njia nyingine. So you go to a different. Ukiamka asubuhi, If you get up, kama unaenda mahali you're going kikutana na paka ma black, unarudi nyumbani. if you meet a black cat, Au utapata chenye ulikuwa unaenda. you will not get. Yaani hii mambo iko ndani yetu. These things are in us. Are you surprised? Okay. Kuna mambo. There are things. Kunakuwa na wanaitwaje kwa Kiswahili? An owl. Mbuni. Mbuni. Kikuja kiimba kwenu usiku, mnajua mtu atakufa. When an owl comes and sings in your homestead, you know that someone will die. Sasa watu walikuwa wamefungwa, So people, lakini waliposikia Kristo, haleluya, they had Christ, wakaokoka, they were saved, wakabatizwa. they were baptized. Na kuna mtu mwingine pia alibatizwa. And there was another person who was baptized. Mstari wa 13. Verse 13. Biblia inasema hivi: na yeye Simeoni mwenyewe aliamini, akabatizwa, akashikamana na Filipo, akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa iliyotendeka. Even Simon himself believed, and after being baptized, he continued with Philip, and seeing signs and great miracles performed, he was amazed. Esperance 13. na Simoni ubwe aremera kandi amaze kubatizwa agumya kubana na Filipo, abonye uburyo akora ibimenyetso n'imirimo ikomeye Amen. Kwa hivyo Injili ina nguvu ya kuenea wakati tunafinywa. So the gospel has the power to spread when we are squeezed. Injili ina uwezo wa kutuweka huru wakati tumefungwa na uchawi. The gospel has power to set us free when we are bound by sorcery. Injili ina nguvu za kuokoa hata wachawi. The gospel has the power to even save witches. Sasa hebu tuzungumzie juu ya Simeoni. Let's talk about Simon. Simeoni ako kwa crusade Simon is in a crusade ambapo Filipo anahubiri. where Philip is preaching. Simeoni anasikia He's listening na anaona, and he sees. anaona miujiza, He sees miracles. anaona watu wanaponywa na kuponywa kwa kweli. He sees people are healed and are truly. Hasa huu si uchawi, This is not sorcery. anaona tofauti, He sees different. anasikiza. He hears. Filipo anaendelea kuhubiri. He listens while Philip is preaching. Filipo anasema ni nani atakaye kuokoka? And Philip is asking, who wants to be saved? Wamama, wazee, watoto wanasema ndio. Women, children, and even men are saying yes. Hata Simeoni naye anasema hata mimi. And Simon also says, me too. Sasa wanapookoka, When he's saved, Filipo anaenda anawabatiza wote. Philip goes and baptizes all of them. Sasa swali ni hili: This is the question. Simeoni ameokoka kweli? Is Simon saved? Nataka tuangalie hiyo. Let's look at that. Hasa yeye amesema nimeokoka, He says he is saved. lakini nataka uangalie mstari wa 13 And I want you to look at verse 13. pale pa mwisho, the last part. The last part of verse 13. Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa iliyotendeka. And seeing signs and great miracles performed, he was amazed.
Hiyo ni muhimu sana. That is very important. Kumbuka huyu mtu amekuwa mtu wa kufanya miujiza. Remember that he has been doing wonders. Hiyo mambo anafanya kila wakati. These are things that he is doing. Lakini sasa anaona mtu mwingine amekuja But he sees now that there is another person ambaye ana nguvu zaidi kuliko yeye. who has greater power than he does. Kwa hivyo yeye So havutwi na Kristo, he is not drawn by Christ. anavutwa na ishara. He is drawn by signs. Sasa baada ya kuokoka After he is saved, anafata Filipo kila mahali Filipo anaenda. follows Philip everywhere that Philip goes. Biblia inasema kwamba alishikana na yeye, The Bible says that he was closer to him akaanza kutembea na yeye. and he followed him. Angalia mstari wa 18. Sasa anapofata Filipo kila wakati, Look at verse 18. As he's following Philip, anaona vile Filipo anafanya vitu. he sees the things that Philip is doing. Kanisa la Yerusalemu inaambiwa kwamba watu Samaria wameokoka. And the church in Jerusalem is being told that people in Samaria are being saved. Kwa hivyo Petro na Yohana wanatumwa, So Peter and John are sent. naenda muende muwaombee, Go and pray for them. muwawekee mikono, Lay hands on them wapokee Roho Mtakatifu. that they may receive the Holy Spirit. Wanakuja wanaombea. They come and pray for them. Simeoni yuko, Simon is there. anaona Petro na Yohana wanawekea watu mikono, He sees John and Peter laying their hands on people. na hawa watu wanapokea Roho Mtakatifu. And those people receive the Holy Spirit. Simeoni anasema wow, And Simon says, wow, nitapataje hizi nguvu? how can I get this power? Anatoa pesa. He gets money. Kumbuka amekuwa akipata pesa, Remember, he was getting money. na hatujui atoa pesa ngapi. We don't know how much money he Akakuja na pesa zake, came with his money. akaambia Petro, He told Peter, nataka ninunue hiki kipawa chenye unacho. I want to buy the gift that you have. Hizi ni pesa zangu, This is my money. unipatie hizo nguvu zenye unazo, Give me the power that you have, ili mimi nikishika watu kwa mikono so that when I lay my hands on people, wapokee Roho Mtakatifu vile wewe unafanya. they can receive the Holy Spirit like you are doing. Hana haja na Kristo, He does not need Christ. anataka nguvu, He just wants power. anataka uwezo, He wants the ability anataka arudi mahali alikuwa. to be where he was. Alikuwa mchawi, He was a sorcerer, lakini uchawi wake umevunjwa na nguvu za Yesu. but his sorcery has been broken by the power Amezoea of Christ. kuwa na nguvu na uwezo, He is used to having power and ability. anataka atumie dini He wants to use religion kupata hizo nguvu. to get that power. Kwa hivyo anataka anunue. So he wants to buy Mstari wa 18. verse 18. Hata Simeoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Now when Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles' hands, he offered them money, saying, give me this power also, so that anyone whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Esperance? ariko simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera, azizanira ifeza, arazibwira ati, nanjye nimumpe ubwo bubasha ngo uwo nzarambikaho ibiganza ahabwe umwuka wera. Amen. Kwa hivyo yeye hajaokoka, So he is not saved. ako kanisani, He is in church. amesema naamini, He says, I believe. amebatizwa, He has been baptized, lakini roho yake haijabadilika, but his heart is not changed. bado anataka ashikilie watu. He wants to hold people. Kwa hivyo baadaye katika kitabu hiki tutaona watu wengine kama yeye. And later in this book, we'll see people like him. Sio kila mtu anayefanya miujiza katika jina la Bwana kwamba ni mtu dhati. Not everybody who performs miracle by the name of the Lord is genuine. Sio kila mmoja. Not everyone. Na ukiona mtu anatumia jina la Yesu kupata pesa, And if you see someone using the name of Christ to get money, jihadhari. be careful. Hasa Petro anamjibu,
So Peter answers him, mstari wa 19, verse 19, mstari wa 20 samahani. verse 20. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mwonyofu mbele ya Mungu. Basi tubia uovu wako huu, ukamwombe Bwana, ili kama yamkini usamehe fikra hii ya moyo wako. Verse 20, but Peter said to him, may your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money. You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God. Repent, therefore, of this wickedness of yours, and pray to the Lord that, if possible, the intent of your heart may be forgiven you. Esperance 22, go 22 verse 22. Amen. Tuseme kwamba leo tupigiwe bomu hapa tukufe sote. Let's say that today this place is bombed and all of us die. Kwa dakika sekunde moja sote tumekufa. In just a second we are all gone. Tumepanga laini. We are in line. Tunafika pale kwa gate ya kwenda mbinguni. We get to the gate of heaven. Hautaulizwa kama ulibatizwa. You will not be asked if you're baptized. Hiyo sio qualification. That is not a qualification. Hautaulizwa kama ulikuwa unaenda every prayer meeting. They will not ask you if you went for every prayer meeting. Hiyo sio qualification. That is not a qualification. Swali ni moja tu. The question is one. Unamjua Kristo? Do you know Christ? Kama humjui, If you do not know him, simama kando. you stay aside. Kama unamjua, If you know him, ingia. come in. Nilisikia, sio mimi nilianza, nilisikia mtu alisema hii hadithi. Someone told this story. Yesu alienda msalabani na wezi wawili. Jesus went to the cross with two thieves. Mmoja akamkana, One denied him mwingine akamkubali. and one received him. Sasa mtu amesema tusikirie tu hadithi ya huyu mwizi, sasa anaenda sasa wote wamekufa. Sasa Yesu alikufa, mwizi amekufa, na Yesu alikuwa amemwambia leo utakuwa na mimi paradiso. So the thieves died, Jesus died, and Jesus had told one of the thieves that today you will be with me in paradise. Sasa yule mwizi amefika kwa gate. This thief gets to the gate. Aliiba mpaka akashikwa. He stole until he was, Mpaka alipokuwa msalabani alikuwa mwizi, even when he was on the cross, he was a thief. lakini akatubu pale. But he repented. Yesu akamwambia And Jesus told leo him, today utakuwa na mimi. you will be with me. Sasa amefika gate. So he's at the gate. Anauliza jina lako nani? They ask him, what is your name? Anasema jina lake. He says his name. Anaambia ulikuwa unafanya nini? They asked him, what did you do? Sasa mimi nilikuwa mwizi siku zangu zote. And he says, I was a thief the whole of my Unafanya life. nini hapa? And what are you doing here? Sema yule mtu aliyekuwa katikati, yule mtu aliyekuwa katika msalaba wa katikati niambia nikuje. And he will say that the person who was in the middle cross told me to come. Alikwambia nini? What did he tell you? Aliniambia nikuje. He said I should come. Wewe ni mwizi? Are you a thief? Ndiyo. Yes. Ulikuwa unafanya hivi vitu? Did you do these things? Ndiyo. Yes. Lakini kwa nini uko hapa? But why are you here? Mimi sijui. I do not know. Yule mtu aliyekuwa katika msalaba wa pili, The one who was in the second cross, wa katikati, in the middle cross, aliniambia nikuje. he told me to come. Anaambiwa ingia. He's told to come in. Haleluya. Hallelujah. Mungu ni Mungu wa rehema. God is a God of mercy. Unajua wakati mwingine tunashikilia tu Mungu anahitaji tu umjue Kristo. God wants you to just know Christ. Kumbuka Filipo alihubiri Kristo.
Philip preached Christ, Hakuna kitu ingine. nothing else. Kristo. Christ. Alipohubiri Kristo, When he preached Christ, uchawi ukashindwa, sorcery was defeated. waliofungwa wakafunguliwa Those who were bound were set free kwa sababu ya Kristo. because of Christ. Mwisho Lastly, tunampata yule towashi kutoka Ethiopia. we find the eunuch from Ethiopia. Yeye ni mtu wa hali ya juu sana. He is a high official. Ametoka Ethiopia, He is from Ethiopia. amesafiri mpaka Yerusalemu, He has traveled all the way to Jerusalem. ameenda kuabudu. He has gone to worship. Kumbuka Roho Mtakatifu ameshuka tu. Remember that the Holy Spirit had just come down. Kwa wale mitume 12 bado wako Yerusalemu, The 12 apostles were still in Jerusalem. bado wanakutania katika pochi la Suleiman, They were still meeting at Solomon's porch, lakini hakuwaona. but he did not see them. Anarudi, He's going back. hajaokoka. He is not saved. Roho bado inatafuta Mungu, The spirit is, his heart is still lakini looking kwa for God. sababu anatafuta Mungu But because he is looking for na kwa God, sababu Mungu anaweza kuona, and God sees, Mungu anafanya mpango, God arranges. atamkutanisha na Filipo. He will make him and Philip to meet. Kwa hivyo baada ya Samaria kuokoka, After Samaria was saved, Roho Mtakatifu anamwambia Filipo, God, the Holy Spirit tells Philip, nataka utoke hapa I want you to come from here, uende jangwani. go into the wilderness. Anatoka penye kuna revival, He comes out from where the penye watu wamefurahia, and people were happy, na anatumwa mahali pengine. and he's sent somewhere else. Yeye anaenda, He goes. anakutana na huyu towashi, He meets the eunuch. anasoma kitabu cha Isaya, He is reading the book of Isaiah, lakini haelewi. but he does not understand. Anang'ang'ana, He is struggling. anatafuta Mungu, He is looking for God, lakini hawezi. but he cannot. Lakini kwa sababu Roho Mtakatifu anajua haja yake, But because the Holy Spirit knows his need, ataishibisha. he will satisfy. Kwa hivyo anaambia Filipo, enda karibu na huyu mtu. So he tells Philip to go closer to this man. Filipo anaenda pale, Philip goes, anamuuliza, unaelewa unachosoma? and he asks him, do you understand what you're Sema, reading? nitaelewaje isipokuwa mtu And he anizungumzie? says, how will I understand unless someone explains? Biblia inasema hivi This is what the Bible says. kwamba Filipo alianzia penye huyo mtu alikuwa akisoma, That Philip began from where he was reading, akamhubiria and Kristo. he preached Christ to him. Mlango wa 8 mstari wa 35. Chapter 8, verse 35. Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko lilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Then Philip opened his mouth, and beginning with the scripture, he told him the good news. Beginning with this scripture, he told him the good news about Jesus. Hallelujah. Esperance, verse 35, please. 35. ubwo dusome Filipo aterura amagambo aheruka kuri ibyo byanditswe amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Amen. Alihubiri habari njema ya Kristo. He preached the good news of Christ. Hayo ndio mahubiri. That is the preaching. Kristo, Christ. Kristo, Christ. Kristo weka huru, Christ sets free. Kristo usamehe, He forgives. Kristo shinda majaribu, He wins and gives victory. Kristo shinda shetani, He defeats the devil. Kristo, Christ. Kristo. Christ. Hasa anapomhubiria Kristo, So as he preaches to him yeye about anaamini. Christ, he believes. Mstari wa 38, Verse 38. samahani, mstari wa 36, wakawa wakienda njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama, maji haya ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. And as they were going along the road, they came to some water, and the eunuch said, see, here is water.
what prevents me from being baptized? And he commanded the chariot to stop, and they both went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized him. Speranza? Yeah, 36 up to 38. Amen. Aliamini kwa mtima wake wote. He believed with his whole heart. Akabatizwa. And he was baptized. Hivi karibuni tutabatiza katika hii kanisa. Very soon we will baptize in this church. Kubatiza hakuokoi. Baptism does not save. Imani katika Kristo huokoa. Faith in Christ saves. Baada ya kuokoka, after you're saved, tunahimizwa tubatizwe. We are advised to be baptized. Lakini nikikuuliza kama umeokoka, But if I asked you, usiniambie umebatizwa. Mimi sikukuuliza kama umebatizwa. Don't tell me that I was baptized. I did not ask you if you're baptized. Na kuuliza unamjua Kristo. I am asking you, do you know Christ? Kwa hivyo tunapokamilisha ibada, So as we finish the service, nataka kukumbuke mambo haya. remember these things. Nguvu za Injili. The power of the gospel. Kama unapitia mambo magumu If you're going through a tough time na umeokoka, and you're saved, Mungu atakusaidia. God will help you. Unapofinywa, When you're squeezed, utaenea. you will scatter. Kama kuna mtu ambaye unajua unamwombea okoke, If there is someone you're praying for them to be saved, mhubirie nani? preach to him who? Kristo. Christ. Kristo. Christ. Unajua unaweza kumwambia wacha kufanya hivi, wacha kufanya hivi, wacha kufanya, lakini akipokea Kristo haya mambo yote yatapotea. You may tell him you leave that, leave that, and leave that, but if he receives Christ, all these other things will be changed. Jambo la tatu, The third thing, Injili ina nguvu the gospel has power dhidi ya uchawi. over sorcery. Inaweza kukuweka huru It can set you free kutokana na vitu ambavyo unakabiliana navyo sasa hivi. from the things that you're dealing with Addiction right now. yoyote, Any addiction you're dealing Mungu anaweza kukusaidia God can set you free katika Injili ya Kristo. in the gospel of Christ. Mungu ana uwezo wa kukusaidia God has power to help kushinda. to win. Injili ina nguvu za kuokoa hata wachawi. The gospel has power to even save witches. Na jambo la mwisho, The last thing, kama unamtafuta Mungu, if you're looking for God, anajua he knows na atakupata. and he will get you. Kama umekuwa ukiomba kitu fulani, If you're asking for something, Mungu anajua, God knows. atakusaidia. He will help you. Usife moyo. Do not lose heart. Tusimame. Let's stand. Nataka tufunge macho pamoja. Let's close our eyes together. Yesu anakupenda, God loves you. anataka kuokoe. He wants to save you. Kama kuna jambo ambalo litafurahisha Mungu leo, If there is something that will please the Lord today, ni wewe kuja karibu na yeye. it's for you to be near to him. Kama humjui, If you do not know him, tafadhali njoo kwake Kristo. please come close to Christ. Siku zinaenda zikipunguka The days are running short. na kuomba. I am asking you, Kama humjui Kristo, if you do not know Christ, tafadhali njoo kwake. please come to him. Na kama unamjua If you know him, lakini majaribio yamekuwa mengi and the temptations have been many, na ni kama umeteleza, and you have slipped, njoo kwake Kristo. draw near to Christ. Anakupenda. He loves you. Umetembea naye kwa muda mrefu, Walk with him for a long time, lakini shida na mateso yameanza kuwa makubwa kwako. and problems and sufferings have been
huge on you na ni kama unasahau. and you're forgetting. Yesu anakupenda. God loves you. Nitakupa muda uombe We will give you a moment to pray. kwa dakika kidogo tu, For just a few minutes, zungumza na yeye. speak to him. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mwema. Unajua watu wako. Naombea kila mama aliye hapa. Baba, wasaidie wamama ambao wako hapa. Bidii wanazozifanya kuhudumia jamii zao, wanayoyapitia ni magumu, lakini wewe ni Bwana wa wajane. Wewe ni baba wa mayatima. Na waombea wakumbuke Bwana kila hitaji ambalo liko hapa, hata kama ni kubwa kiasi gani. Wewe una nguvu za kuweza ukawasaidia. Kama kuna mtu hapa hajaokoka, Roho Mtakatifu wawaguze leo. Nguvu za Roho Mtakatifu ziwaguze leo, uwalete karibu na wewe. Wale ambao hawajihisi vizuri, magonjwa ya miguu, magonjwa ya mgongo, magonjwa tofauti tofauti, Baba, naomba utaguza watu wako. Wale ambao baadhi ya jamii zao ziko Afrika na wanaomba zipate kufika hapa, na waombea ufungue hizo njia Bwana, wapate kufika hapa Baba. Wale ambao wajui kesho tutakuwa namna gani, wanangoja tu, wanakungojea wewe. Hata vijana wetu ambao wako hapa, Mungu wasaidia, hata kama ni kazi, kama ni college, kama ni nini chochote, Mungu wakumbuke, wasaidie. Tumehubiri uwezo wa Kristo, tumehubiri neno la Kristo. Baba, wewe tenda kazi yako katika kila moyo na katika kila hali. Tunakubariki Bwana. Tunachukua mamlaka dhidi ya nguvu za giza. Shetani ashindwe katika jina la Yesu. Majaribio yake, mambo yake, mipango yake, tunaikemea katika jina la Yesu. Shetani ashindwe katika jina la Yesu. Taweka watu wako huru kutokana na mitego ya giza katika jina la Yesu. Jaza watu wako kwa nguvu za Roho Mtakatifu, wapate upako wa nguvu zako, upate kuonekana katika kila jamii, kwa sababu wewe ni Bwana. Tunakusifu Bwana, tunakuinua, maana unaweza. Ni katika Kristo tumeomba, amina.